Habari, naitwa Anointing Esau Amani, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania. Naam. Asante sana ndugu Anointing Esau Amani. Tunafurahi kuwa na wewe hapa DLP. Tuna maswali machache hivi tungependa kukuuliza. Ndio. Tungependa kujua, tumepata habari kwa hivi unavyoimba haukuwa unaimba hivi kama namna hii. Hebu tueleze ilikuwaje? Mnamo mwaka 2014 niliona maono usiku. Yesu akanijia, akasimama upande wa kulia kwangu, nami nikasimama upande wa kushoto kwake. Mbele yangu kulikuwa na kichaka kikubwa sana chenye nyasi ndogo ambazo si ndefu sana na miba ndani ya hizo nyasi. Na mbele kabisa ya kile kichaka kuna gari imepaki. Gari ya mtu mmoja ambaye ni mkubwa sana Tanzania na nje ya Tanzania. Na yule mtu alikuwa mlangoni mwa ile gari amekaa. Bwana akaniambia, nataka nikupe wimbo. Ukiupokea huu wimbo, nitakuinua, nitakufikisha pale ambapo mimi nimekusudia. Lengo langu, nataka nikutumie ulimwengu ushangae. Ndio maana nimeamua kukutumia wewe. Na ukichukua huu wimbo kama ninavyokusudia, utampita yule mtu, akanionyesha, utampita yule mtu kwenye gari mara 7. Akanishika mkono, tukaanza kupita kwenye kile kichaka nikielekea kwenye ile gari nikiimba huo wimbo. Huo wimbo unaitwa Superstar. Superstar ambao uko kwenye DVD inayoitwa Yesu Vuruga, ambayo kwa sasa ni video Yesu Vuruga, iko madukani na inasambazwa na kampuni ya Umoja Audio Vision Tanzania East Africa. Wimbo huu ni wimbo namba 4, utaona hapo. Baada ya hapo sauti yangu ilibadilika kabisa, hata nikisimama watu wanashangaa, wanaonifahamu wanashangaa, waimbaji wenzangu wanashangaa, maana hawajanizoea nikiimba hivi. Namshukuru Mungu ni mwema. Tangu sauti yangu ibadilike na maisha yangu yamebadilika, na hakika Yesu nitamtumikia kulingana na kusudi lake hata nifike pale ambapo yeye amekusudia. Amina. Ni changamoto zipi unazopitia? Kwa kuwa mimi nikikuangalia, nikikusikiza unaongea kama mwanamume, lakini kwenye uimbaji ni kama mwanamke. Changamoto zipo na kwamba watu wakisikia nyimbo, wakati mwingine kuna mtu alinipigia simu, aliandika ujumbe. Akaandika ujumbe, dada, naweza kuonana na wewe, vipi dada yangu na nini. Sasa wakati mwingine inasumbua kwa sababu mtu anajua ni mwanamke. Sasa yule mtu akaanza kuandika, natamani nione na wewe dada yangu, tuongee, tuelewane, na mimi nataka niinuke, Mungu aniinue, lakini naomba dada yangu tukuta. Sasa ile neno dada watu wanajua ni mwanamke. Sasa ikabidi mueleweshe kama bwana, mimi sio mwanamke, ni mwanaume. Kwa hiyo tafadhali. Na wanashangaa kwamba sasa mbona kuna sauti ya mwanamke na kuna sauti ya mwanaume, sasa tuelewi ni dada ni kaka. Na kwa kweli Mungu amekusudia kushangaza ulimwengu. Hakika Mungu amekusudia kushangaza ulimwengu. Pole sana. Umewahi kusafiri nchi zingine mbali na Kenya katika huduma hii kwenda kuisambaza? Amina. Nimesafiri Kenya. Hapa Kenya, nimefika hapa Kenya, nimeenda Uganda. Namshukuru Mungu amenifikisha Kongo. Namshukuru Mungu amenifikisha Burundi, na ndio nchi ambazo nimezunguka. Lakini pia unajua tangu kazi yangu itoke imepokelewa na watu wengi sana mtandaoni na madukani, na wanashangaa kazi imerushwa, iko mtandaoni sasa na iko madukani pia. Na wasiana na watu kutoka Marekani, kutoka Amerika, kutoka Saudi Arabia, kutoka Australia na Ufaransa na Uingereza. Kwa kweli wananitia moyo kwa sababu wamepokea kazi hiyo na wameipenda sana nyimbo ya Superstar. Mwingine amenitumia hata kwenye WhatsApp wakiwa wanasikiliza, wako wengi. Kule Kongo watu wanaipenda sana kazi hii, wameisikiliza na wanajua kabisa Mungu anakusudi na dunia anataka afanye kitu duniani. Ndio maana amefanya kitu kama hiki, lakini wengi wao hawaelewi kwa sababu inawachanganya sana hii kitu. Na namshukuru Mungu kupata watu kama hao mataifa ya mbali, lakini sikuwahi kufika kama Uingereza, Marekani, na imani siku moja nitafika huko kwa jina la Yesu. Maana kazi yangu wameshaifikisha
Na namshukuru Mungu kwamba aliniambia kazi hii itajulikana ulimwengu mzima, na hakika mpaka sasa ulimwengu mzima umesikia Yesu Vuruga, umesikia Superstar, maana kusudi langu Bwana alichokiimba kifikie ulimwengu mzima. Amina. Aha, unajua ndugu Anoint, kuna watu ambao tutawafananisha kama Tomaso vile, ambaye hakuamini Yesu alipofufuka, ila alipoona yale mashimo kwenye mikono yao, mikono yake, pole. Na pengine kuna watu wasioamini, hata tunapofanya mahojiano hivi, pengine ungewaimbia kidogo ili wakikutana na ile DVD wakuwe na imani kwamba ni Anoint, si mwingine. Asante. Sauti yangu haiko vizuri sana, lakini nitajaribu. Nasikia kuitwa na sauti yako, unisafishe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea Yesu pako, unisafishe kwa damu ya kuangikwa kwako. Amina. Sisemi kitu, mtazamaji mpendwa, umejionea mwenyewe. Amina. Na napenda kuwaambia watumishi wa Mungu, wapenzi wa nyimbo zangu wote, kwamba huu ni mwanzo tu. Na kwa vile Mungu amefanya hivi, si kwamba Mungu anafitina na mtu au ana ugomvi na mtu, ila ni Mungu anawapenda wanadamu, hataki waumie. Na tangu sasa na kuendelea mtapata vitu vizuri sana, na nitaimba nyimbo ambazo kwa kweli kwa mtu akisikiliza zitamwachia kiulizo, swali kubwa sana kichwani mwake, ni Anoint au ni nani? Lakini usishangae, ni Mungu amekusudia kushangaza ulimwengu. Lakini pia usikiapo sauti ya Bwana, kama niliposema kwenye wimbo wa Superstar, usikiapo sauti ya Bwana anguka utubu, maana Mungu amefanya hivi ili wengine wamuogope Mungu pia. Tumuogope Mungu, anatisha sana. Amina.